Naam, karibu tena mtazamaji. Asante sana Hassan kwa taarifa za michezo. Idara ya polisi bado inaongoza katika kiwango cha ufisadi hapa nchini. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ambayo imetolewa na Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi nchini EACC. Ripoti hiyo vilevile imebainisha kuwa Wakenya wa kawaida vilevile wanahusika katika ufisadi, ila mwaka huu asilimia yao imepungua hadi asilimia 60.3 kutoka asilimia 64 mwaka 2022. Anavyoarifu mwanahabari Vera Mora, Wizara ya Masuala ya Ndani bado inaongoza pia katika ufisadi. Corruption is like a cancer. It eats you slowly and eventually it's going to finish you if you do nothing about it. Kwa kile ambacho nchi imekuwa ikikabiliana nacho kwa miaka mingi bado kinakaba koo taifa la Kenya. EACC kwa mara nyingine tena imezindua ripoti ya utafiti ili kubaini viwango vya ufisadi nchini, wakiashiria kuwa idara ya polisi kwa ujumla ndio inayoongoza kwa ufisadi kwa asilimia 55.4, ikifuatiwa na polisi wa trafiki kwa asilimia 5.2, kisha idara ya uhamiaji na asilimia 4.4, msajili wa watu kwa asilimia 4, idara ya elimu kwa asilimia 2.5, tume ya kitaifa ya afya kwa asilimia 1.7 na ofisi ya chifu kwa asilimia 1.4. Kwenye ripoti hiyo, wizara ya mambo ya ndani inaongoza katika ufisadi, ikifuatiwa na wizara ya afya, wizara ya uchukuzi na miundombinu, wizara ya elimu, wizara ya ulinzi na mwisho wizara ya afya. Tume hiyo vilevile imeorodhesha kaunti ambazo zinahusika katika ufisadi zikiwemo Nairobi, Pokot Magharibi, Uasin Gishu, Kisii miongoni mwa kaunti zingine. Huku asilimia 38.8 waliohojiwa wakisema walitoa rushwa kwa kuwa ndio njia pekee ya kupata huduma, na asilimia 20 waliolipa kwa sababu ilidaiwa, na asilimia 19 ili kuepuka kucheleweshewa huduma. Hongo na rushwa nyingi zililipwa kwa ajili ya maombi ya pasipoti, kutafuta ajira, kutafuta muktasari wa polisi na dhamana ya watu waliokamatwa. Mwenyekiti wa EACC David Oginda amesema asilimia 80 ya Wakenya wanashiriki katika ufisadi, ongezeko kutoka kwa asilimia 65 ya mwaka jana, akiahidi kuwa wataimarika katika teknolojia na kuhusisha jamii katika mafunzo ili kupambana na uovu huo. We want to come together and work with them as a commission to identify areas of weakness and to identify ways and means through which we can reduce these incidences of bribery and corruption within the next 100 days. Vera Mora, KTN News. Mazungumzo ya kutafuta suluhu ya mgomo